Ifahamu historia ya Zanet Lost Train. Mwaka 1898 katika bonde la ajabu la Zanet, eneo lililojaa mvua nyingi sana, vilima virefu na misitu minene yenye miti mikubwa iliyofunika anga. Ndani ya mazingira hayo kulikuwa na treni ijulikanayo kama Zanet Express, ambayo ilikuwa ikisafirisha abiria na mizigo kati ya miji miwili mikubwa kupitia reli iliyojengwa kwa juhudi kubwa sana. Njia hiyo haikuwa rahisi, ilipita katika maeneo hatari na magumu, lakini bado treni hiyo ilifanya kazi yake kwa ufanisi na kuaminika. Hata hivyo, siku moja tukio lisiloeleweka lilitokea. Zanet Express ilitoweka ghafla kabisa bila kuacha alama yoyote. Hakukuwa na mabaki ya ajali, hakukuwa na mawasiliano ya mwisho, na hakukuwa na hata dalili ya nini kilichotokea. Ilikuwa kama treni hiyo imelazwa na dunia au anga kwa pamoja. Kadri muda ulivyopita, siku zikawa wiki, wiki zikawa miezi, na miezi ikawa miaka. Hilo liligeuka kuwa fumbo lisilo na majibu, na baadaye kuwa hadithi ya kusimuliwa tu miongoni mwa watu. Wakazi wa maeneo hayo walianza kuhusisha tukio hilo na mambo ya ajabu. Wengine walizungumza kuhusu laana, wengine wakadai kuwa roho za abiria bado zinasafiri, na wengine waliamini kuwa kulikuwa na nguvu zisizo za kawaida zilizohusika. Hadithi hiyo ilizidi kukua, ikichanganywa na hofu na imani za kale, hadi ikawa simulizi maarufu ya kutisha. Miaka mingi baadaye, kijana mmoja aitwaye Fini aligundua kitu kilichobadilisha kila kitu. Akiwa kwenye atiki ya babu yake, alipata karatasi ya zamani sana zilizokuwa zimehifadhiwa kwa muda mrefu. Miongoni mwao kulikuwa na ramani ya reli ya Zanet Express pamoja na maelezo ya baadhi ya abiria waliokuwa kwenye treni ya siku hiyo iliyopotea. Ugunduzi huo uliamsha hamu kubwa sana ndani yake, hamu ya kutafuta ukweli uliokuwa umefichwa kwa miongo mingi. Akiwa na azma isiyoyumba, Fini alikusanya marafiki zake wa karibu na wakaamua kuanza safari ya kutafuta njia ile ile ya zamani ya reli. Safari yao haikuwa rahisi hata kidogo. Walikumbana na mvua kubwa, maporomoko ya ardhi, wanyama wa porini na hata onyo kutoka kwa wenyeji waliowaambia kuwa walikuwa wanajitafutia matatizo. Lakini Fini hakurudi nyuma. Aliongozwa na kiu na tamaa ya kujua ukweli. Hatimaye, baada ya safari ndefu na yenye hatari, walifika eneo ambalo ilidaiwa kuwa mahali ambapo treni ilipotea. Walipoanza kuita na kutafuta ishara yoyote ya maisha, ghafla walihisi kitu kisicho cha kawaida. Sauti hiyo ilizidi kuwa karibu, na kwa mshangao mkubwa sana, mbele yao ilionekana Zanet Express. Treni hiyo ilionekana kama mpya, lakini pia ilikuwa imefunikwa na hali ya ajabu, vumbi, ukimya na giza la kutisha. Wafanyakazi wake walikuwa wamevaa mavazi ya zamani sana ya karne ya 19, na abiria walikuwa wamekaa kimya kwenye viti vyao kana kwamba wamelala au wamegandishwa katika muda. Hakukuwa na mwitiko wowote wa kawaida wa kibinadamu. Ilikuwa kama dunia yao ilisimama pale pale. Mwaka 1898 Fini alitambua kuwa walikuwa wakishuhudia kitu kisicho cha kawaida, treni ya mizimu, au labda tukio linahusiana na time travel ambapo muda haukusonga kwao. Walijaribu kuwasiliana na watu waliokuwa ndani ya treni hiyo, lakini hakuna aliyewajibu. Ilikuwa kana kwamba hawakuwepo katika ulimwengu ule ule. Kabla hawajapata kuelewa zaidi, treni hiyo ilianza kusonga tena pole pole, ikatoa moshi mzito na kisha ikatoweka mbele ya macho yao kana kwamba haijawahi kuwepo. Tukio hilo liliacha kundi la Fini katika hali ya mshangao, hofu na maswali mengi yasiyo na majibu. Baada ya tukio hilo, Fini na marafiki zake walirudi nyumbani wakiwa wamebeba simulizi ya ajabu sana. Walishiriki hadithi yao na ulimwengu, na hapo ndipo hadithi ya Zanet Lost Train ikapata uhai mpya. Sasa si tu hadithi ya zamani, bali ushuhuda wa watu waliodai kuiona kwa macho yao. Kwa ujumla, simulizi hii imechanganya hofu, siri na dhana ya mambo yasiyoeleweka. Ikaacha swali moja kubwa:
Je, kweli kuna sehemu au matukio ambayo muda unaweza kusimama au kujirudia, time travel, au hii ni hadithi inayodhihirisha nguvu ya fikra za binadamu? Jibu halijulikani, lakini fumbo linaendelea. Ili upate habari nyingi zaidi, usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike channel yetu.